Kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo, amina. Ndugu wapendwa katika Kristo, karibuni tena katika Magesa Channel, mahali tunapojifunza maisha ya takatifu na hazina ya imani ya kanisa Katoliki. Leo tunamwangalia mmoja wa watu mashuhuri sana katika historia ya kanisa. Naye ni Mtakatifu Agustino wa Hippo, askofu, mwanafalsafa, mwanateolojia na mwalimu wa kanisa. Maisha yake ni ushuhuda mkubwa kwamba hata mtu anayepotea katika maisha anaweza kubadilishwa kabisa na neema ya Mungu. Mtakatifu Agustino alizaliwa tarehe 13 Novemba mwaka 354 huko Tagaste katika Afrika ya Kaskazini, eneo ambalo leo ni Algeria. Baba yake aliitwa Patricius, ambaye alikuwa mpagani kwa sehemu kubwa ya maisha yake, lakini baadaye alibatizwa. Mama yake aliitwa Monica, mwanamke mwenye imani kubwa ambaye kanisa linamheshimu leo kama Mtakatifu Monica. Monica alikuwa mama mwenye moyo wa sala. Alimwombea mwanawe kwa miaka mingi, hasa kwa sababu Agustino alikuwa ameenda mbali na imani ya Kikristo. Agustino alikuwa mtoto mwenye akili nyingi na kipaji kikubwa cha kujifunza. Alianza elimu katika eneo alilozaliwa na baadaye akaendelea na masomo huko Madaura na Kateji. Alisoma sarufi, fasihi, falsafa na sanaa ya usemi. Alikuwa na kipaji kikubwa cha kuzungumza na kuandika na baadaye akawa mwalimu wa usemi. Lakini pamoja na elimu yake yote, moyo wake haukuwa na amani. Alikuwa bado anatafuta maana ya maisha na ukweli kuhusu Mungu. Maisha yake ya ujana. Katika ujana wake, Agustino aliishi maisha ambayo hayakuwa sawa na mapenzi ya Mungu. Alifuata tamaa za mwili na starehe za dunia. Alikuwa na uhusiano wa muda mrefu na mwanamke ambaye jina lake halijatajwa katika maandishi yake. Pamoja walipata mtoto aliyeitwa Adeodatus. Agustino mwenyewe, ambaye alitafakari sana juu ya maisha hayo, aligundua kwamba alikuwa akitafuta furaha katika vitu ambavyo haviwezi kuupa moyo wa mwanadamu amani ya kweli. Utafutaji wa kweli. Akiwa kijana, Agustino alianza kutafuta majibu ya maswali makubwa kuhusu maisha, mema na mabaya, mwanadamu na Mungu. Kwa muda alifuata mafundisho ya Manikeo akiamini kwamba angepata majibu ya maswali yake. Lakini baadaye alianza kuona kwamba mafundisho hayo hayakumridhisha. Aliendelea kutafuta. Safari yake ya kutafuta ukweli ilimpeleka Roma na baadaye Milani, Italia. Huko Milani ndipo maisha yake yalipoanza kubadilika kwa namna kubwa. Huko Milani, Agustino alikutana na Mtakatifu Ambrosi, askofu wa Milani. Mwanzoni alivutiwa na namna Ambrosi alivyokuwa akihubiri na kufafanua maandiko matakatifu. Agustino alianza kusikiliza mahubiri yake mara kwa mara. Polepole alianza kuelewa kwamba imani ya Kikristo ilikuwa na kina kikubwa kuliko alivyokuwa akifikiri. Moyo wake ukaanza kumkaribia Kristo. Lakini bado alikuwa katika mapambano makubwa. Alitamani kumfuata Mungu, lakini alihisi kwamba maisha yake ya zamani yalikuwa bado yanamzuia. Uongofu wa Mtakatifu Agustino. Hatimaye Agustino alipitia tukio ambalo lilikuwa muhimu sana katika uongofu wake. Akiwa katika bustani, akiwa na mapambano makubwa moyoni, alisikia sauti kama ya mtoto ikisema, "Tole lege, tole lege," maana yake, "Chukua soma, chukua soma." Agustino alichukua maandiko matakatifu na kufungua sehemu ya waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi, sura ya 13, aya 13 hadi ya 14. Aliposoma aliguswa sana moyoni. Alitambua kwamba Mungu alikuwa akimwita kuacha maisha yake ya zamani na kumfuata Kristo. Kuanzia hapo, uamuzi wake wa kumfuata Mungu ukawa wa dhati. Mwaka 387, Agustino alibatizwa huko Milani na Mtakatifu Ambrosi. Ubatizo huu ulikuwa mwanzo wa hatua mpya kabisa katika maisha yake. Mtu aliyekuwa ametumia miaka mingi akitafuta ukweli, sasa alikuwa amempata Kristo. Baada ya ubatizo, Agustino alijitoa zaidi katika sala, kusoma maandiko na maisha ya kiroho. Kurudi Afrika. Baada ya ubatizo, Mtakatifu Agustino alirudi Afrika Kaskazini. Alitamani kuishi maisha ya sala na tafakari na kujifunza pamoja na watu wengine waliokuwa wakimtafuta Mungu. Lakini Mungu alikuwa na mpango mkubwa zaidi. Mwaka 391, Agustino aliwekwa kuwa padri huko Hippo. Baadaye karibu mwaka 395 na 396 akawa askofu wa Hippo. Sasa yule mtu aliyekuwa akitafuta ukweli alikuwa amekuwa mchungaji na mwalimu wa watu wa Mungu. Huduma yake kama askofu, Agustino alifanya kazi kwa bidii sana. Alihubiri Injili, alifundisha waamini, aliandika barua na vitabu, aliwatetea maskini na alishughulikia masuala mbalimbali ya kanisa. Pia alipambana na mafundisho ambayo aliyaona kuwa yanapingana na imani ya Kikristo. Alikuwa mchungaji mwenye bidii na mwanateolojia mwenye uwezo mkubwa. Alitumia elimu yake kumtumikia Mungu na kanisa. Vitabu vya Mtakatifu Agustino. Agustino aliacha maandishi mengi sana. Miongoni mwa vitabu vyake maarufu ni Confession, yaani maungamo.
Katika kitabu hiki anaeleza safari yake ya maisha, dhambi zake, utafutaji wake wa ukweli na jinsi alivyomrudia Mungu. Katika kitabu kingine maarufu ni The City of God, yaani mji wa Mungu. Maandishi yake yamekuwa na ushawishi mkubwa katika teolojia, falsafa na maisha ya kanisa kwa karne nyingi. Moyo wa mwanadamu na Mungu. Moja ya mafundisho maarufu yanayohusishwa na Agustino ni kuhusu kiu ya mwanadamu kwa Mungu. Katika Confessions aliandika, mioyo yetu haina utulivu mpaka itulie ndani yako, Mungu. Maneno haya yanaeleza jambo muhimu sana. Mwanadamu anaweza kutafuta furaha katika mali, fedha, sifa, starehe au mafanikio, lakini moyo wake hautapata utimilifu wa kweli mpaka umrudie Mungu. Agustino mwenyewe alikuwa shahidi wa jambo hilo. Uhusiano wake na mama yake Mtakatifu Monica. Haiwezekani kuzungumza kwa kina kuhusu maisha Mtakatifu Agustino bila kumtaja mama yake Mtakatifu Monica. Monica hakukata tamaa kumwombea mwanawe. Aliona mwanawe akienda mbali na imani, lakini aliendelea kumwomba Mungu. Hatimaye Agustino aliongoka na kuwa padre, askofu na mwalimu wa kanisa. Hivyo maisha yao yanatufundisha nguvu ya sala ya mzazi kwa mtoto wake. Miaka yake ya mwisho. Agustino aliendelea kuwa askofu wa Hippo hadi mwisho wa maisha yake. Katika miaka yake ya mwanzo, Afrika Kaskazini ilikuwa inapitia kipindi kigumu sana kutokana na migogoro na uvamizi. Agustino aliendelea kuwahudumia watu wake na kuandika. Alifariki tarehe 28 Agosti mwaka 430 akiwa na umri wa miaka 75. Kanisa linaadhimisha kumbukumbu yake kila mwaka tarehe 28 Agosti.